Unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu kaso? Ndio. Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia saa ya kulia atalia kinini? First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona. Hujaniona nikija. Hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sisi tulifanya makosa na mnisamehe. Tulikuwa natafuta kiongozi tukachagua mfanyabiashara. Huyu sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni 2 manufacturing steel. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles. Ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyabiashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital. Ile hospitali ya kifahari. Jana all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikuwe hospitali yake. Nairobi West Hospital ni yake. Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra, ndio yake ivume. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Ile insurance scheme ya civil servants ni yake. Ako kwa insurance. Anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University, ndio university yake ipate watoto. Ametoka hapo, aliingilia mambo ya Fuliza. Fuliza ni yake. Alichukua kutoka Safaricom. Ametoka hapo, amechukua E-Citizen. Ako na 80% shares ya E-Citizen. Ametoka hapo mambo ya hospitality, mahoteli. Ameweka mahoteli Taveta, Mombasa, Amboseli, Samburu National Park, kule Mara, Masai Mara, hata amefuga mto ile wanyama wanapitia. Kazi yote ya conferences and seminars and workshops ya serikali inapelekwa hoteli yake ya Weston. Ametoka hapo, ameingilia mambo ya banking. Amenunua benki inaitwa Sidian, ambaye pesa yote ya housing, affordable housing, pesa ya SHA, County Government of Nairobi, ametoa hiyo pesa yote kwa KCB na National Bank. Hiyo bank every day inatengeneza milioni. Na nia yake ni kupeleka pesa yote ya serikali Sidian Bank, ndio auwe benki zote za serikali ikuwe benki yake ndio imesimama. Ametoka hapo, ameingilia biashara hoteli ya Tuju. Amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale. Unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini?
Na ndio huyu Kasongo. Ndio. Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia, saa ya kulia atalia kinini? Haya, pale huyu Raphael Tuju, hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si ni Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo, simuulize sisi. Munalia hapo, sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi, mtauliza sisi Wakikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale, wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. At least Kalonzo alijua hii mtu kuliko sisi. Lakini mimi naendelea kumuongezea makosa ya Kasongo ndio igie kwa kichwa kabisa. Niendelee kumwambia Kalonzo? Nimwambie nisimwambie? Sasa haya, ametoka hapo. Ameingia mambo ya ICT equipment. ICT equipment yote amepeleka Kenya Power. Kwa sababu mtu ya kabila yake ndio MD. Yeye ndiye ana supply ICT equipment yote Kenya. Ametoka hapo, ameingia mambo ya military hardware katika jeshi letu ya nchi kavu, ya maji na ya hewa. All the military hardware Kasongo ndio mwenye kusupply. Wafanyabiashara wote wamefilisika. Ametoka hapo, biashara ya dhahabu anafanya na mtu anaitwa Hemeti ambaye ni muasi huko Sudan. Sasa dhahabu inaletwa Kenya, inasafishwa, inapelekwa Middle East. Naye anapatia hao buduki, naenda kuua wamama na watoto. Na ndio majani chai ya Kenya imekataliwa kwenda Sudan. Kwa sababu Sudan wamesema William Ruto ameingilia mambo ya Sudan. Hiyo haitoshi, ameingilia mambo ya madini, minerals. Amefanya research, kila shamba yote iko na madini amenyakua. So minerals yote ya Kenya ni yake. Ametoka hapo. Ujue hii mtu atumuelewi. Ameingilia mambo ya importation of sugar and rice. Pale Mwea tuko na shida, Kasongo ameshikana na watu, amelete mchele kutoka nje. Factory ya sukari ya Mumias, ya Nzoia, Chemelil, Muhoroni amenunua. Watu ya Western wameumia. On top of that amefukuza Wakipsigis kwa shamba, Wakipsigis. Pale inaitwa Angata. Pale Kirigoris anajenga factory ya sukari. From there ameingilia mambo ya ukulima pia. Shamba ya Egerton University amechukua, analima ngano. Shamba ya Moi University amechukua, analima ngano. So kila kitu kwa hii Kenya. NTSA amechukua na watoto yake, ameleta formula ya kulipisha fines. Hiyo pia ni biashara yake. Mambo ya mafuta, petroleum, petrol and diesel. Yeye ndiye analeta kitu inaitwa G2G. Hata ile iko Turkana amechukua. Lakini ile naaibisha ni ile biashara ya mtu ya kawaida ya matatu pia amechukua. Na watoto wake matatu ya Nairobi wanachukua. So ndio tunasema sasa, huyu mtu akirudi kwa bahati mbaya, mkilete mchezo, mkose kuchukua kura na kujitokeza, atauza Kenya na atavute proxies ajiuzie Kenya. So mjue kura inaanza kuchukuliwa 29th. Mjiandikishe. Kila mtu, watoto wa Gen Z, wa mama, wazee, wafanyabiashara. Tuamke mapema. Hii mtu aende nyumbani. Asipoenda, nyinyi mtavaa vinyasa. Na hii Kenya atauza, atajiuzia, atatafuta Wahindi, awapatie na ni yake. Sasa biashara zote Kenya imekwisha. He is doing all the businesses in this country. Yesterday, kuna kitu inaitwa Railway City. It's a grant from the British government. Tenda imefanywa. Wahindi wanaitwa China Railway, China wanaitwa China Railway, wameshinda
at 22 billion. Hataki wafanye. Iko kampuni nyingine inaitwa CRBC. Wamequote 29 billion. Difference of 7 billion. Ameambia Kenya Railways patia wale ya 29 billion, not 22 billion. Ndio hii bilioni 7 atumie kwa uchaguzi. Hawa ya 22 billion wameenda appeals tribunal ya procurement. Unajua vile Kasongo wamefanya? Jana asubuhi wote wamesanywa, wamekuwa deported, wamewekwa ndege, wamerudishwa China, ndio hiyo case ikwishe. So we asking the British government, please, there is no way you can agree to give that grant and 7 billion shillings is stolen and taken for Ruto's re-election. We'll be giving more details in the next 2 days to the British Embassy and the Chinese Embassy, because we're asking the Republic of China to protest the deportation of the directors of China Railway by William Ruto and Kipchumba Murkomen, so that they are denied business, yet they can save the country and the British government 7 billion. Nimalizie mambo mawili na nataka munisikize hivi. Wenzangu wameongea mambo mingi hapa leo. Nimemsikiza Mheshimiwa Rais wetu leo asubuhi. And on this particular one, munisikize kwa makini. I respect the office of the president. Mimi naheshimu katiba yetu na desturi yetu ya uongozi wa nchi yetu. Inaonyesha wazi kwamba yule ambaye ako kwa hiyo ofisi is a symbol of national unity. Ni commander in chief of our defense forces. Mimi sana sana watu wakiniuliza, mbona wewe you don't attack the president or criticize him? Ninawaambia, unajua mimi naheshimu hata majeshi yetu. Kwa sababu president ni commander in chief. Kuna kitu ambayo mimi siwezi kuzungumza kuhusu president hadharani namna hiyo. Lakini, and of all national politicians who are out here, you know that I am the one who's most restrained. Kwa hii, I don't like talking about personal things, attacking other leaders, and going personal. Kwa sababu, we must be the change that we desire. Kenyans, after 6 decades of independence, wanatarajia wale tunataka uongozi to be measured, to be mature, to be decent, even in the language we use about each other. Ama namna gani wananchi? Kwa sababu watoto wetu na hawa vijana ambao tunataka kukusa hapa hawezi kuwa eti wanaamuka asubuhi wanatuona sisi viongozi tukiongea na tukijibishana na maneno machafu. Hiyo ni kuharibu sifa ya ofisi kubwa kama ile ofisi ya rais. Na rais wetu mimi ninamheshimu na ninaheshimu ofisi yake. Ndipo mimi sijaongea mambo yake mbeleni. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi, yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Nani anakula zaidi, nani anakula wapi? I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona, hujaniona nikija, hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Unajua, mimi nataka kuwaomba hivi. Tuna heshima kubwa kwa uongozi wa nchi hii. Na ile standard imewekwa na wale wameenda mbele. Mzee Moi mwenyewe, Mzee Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio standard tunataka kwa hiyo ofisi ya rais.
Lakini sasa unataka kuibua mjadala kuhusu kukula, ili tuanze sasa Kenya kusema ni nani amekula mashamba Narok, ni nani amekula mambo hapa Narok. Unataka tuzungumzie kukula kweli? Tumbo lisilo shiba inajulikana ni nini Kenya hii. Sasa unataka tuende kwa huyo mjadala badala ya kuzungumzia shida ya Wakenya. Pesa imepotea ya SHA. Magazeti hata leo asubuhi bunasoma mambo ambayo iko huko, wizi na uporaji wa pesa ya serikali. Unataka tuongee, tufanye mjadala kuhusu kukula kweli? Wa pesa ya umma na uporaji wa mali ya serikali, unataka tuzungumzie hayo? We have restrained ourselves, hasa mimi, kwa sababu ya heshima. Nilikuwa waziri wa usalama. I am respectful of the office of the president. Na nawaambia Wakenya wote, even when we have differences of opinion, we must remember the burden of leadership we carry. There is a level to which we cannot go. Ndio nimekuwa nikiambia watu wengine, wananiambia how come you don't attack the president and so on. Naambia that is not the way. That gentleman is the head of state. That gentleman is our president. Lakini sasa akistoop so low, mpaka unatoka hapo unaanza sasa kuongea mambo ya ajabu. Lakini niwaambie Wakenya hivi, na hili ndio nitakuwa my second last point. Mimi rais ninamjua, tulifanya kazi na yeye kwa miaka 10 tukiwa kwa cabinet. I think I understand him very well. Ikifika mambo ya matusi namna hiyo, it means he is cornered and he is completely desperate. So I want to ask the senior officials of this administration, na wazee wetu wa kanisa, mabishop wale wa AIC na wale wengine ambao wanaombanga na president, mumwambie let him calm down. Tulia. 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 You are carrying a very heavy responsibility. I listened to his tone vile anaongea. Hiyo tone sio tone ya a national leader ambaye anaitwa father of the nation. Inaonyesha desperation, panic. Ukweli ni kwamba tumekaribia na tuko kwa mlango na tutakushinda uchaguzi. Lakini don't panic. We are not bad people. Even when we replace you, we will not treat you the way you have treated others before. Tutakuheshimu na tutaheshimu ofisi ya rais. Kwa hivyo sasa kuanza kutoa matusi, kuongea vile mimi ndakula nini na sikuli kwa bibi yako, sasa we become so low. I mean, I don't understand. When did we think hata watoto wetu na vijana wetu wakituona eti hayo ndio maneno commander in chief unaongea? Aibu. Ama namna gani wananchi? Aibu. Kwa hivyo mwambie mzee wetu yule atulie. We are approaching. I think he has realized I am very serious. And you know, there is no day I have never been serious. And I want to tell him again, I am very serious about wrestling the presidents from you. So, but don't panic, kuanza kutoa matusi, kuongea mambo personal, nini. Wewe tuongee tu sera. Tuopembeleze wa Kenya. Wanatujua. Waliniona nikiwa Minister for Education. Waliniona nikiwa Minister for Security. Waliniona nikifanya digital migration. Na wewe wamekuona na SHA yako, wamekuona na mashamba ya watu, wamekuona na mambo hii yote. Watatuangalia sisi wote, and I'm sure these people of Kenya, the way I look at them, they are ready to replace that leadership. Kwa hivyo hakuna haja ya kutoa matusi. Mimi tutakuheshimu, and I am still an African child. I respect my leaders, I respect my elders. Lakini heshima pia is something you earn. Unapata heshima the way you carry yourself. I have restrained myself.
And as I said, I am doing this with a lot of pain. I don't like attacking people or talking about people's personal lives. I don't care about mahali watu wanakula na vile wanakula and so on. Kwa hivyo nataka tuzingatie mambo ya Kenya. Yale maswali niliuliza hivi majuzi, najua ndio imemkasirisha rais mpaka sasa ameanza kututusi. Na ni fact, wakati tulikuwa kwa serikali 2022, Uhuru Kenyatta akiwa president wetu, budget ya State House ilikuwa 4.5 billion. Imetoka ache hapo miaka 4 iende 17 billion. Na tena hapo State House is not a manufacturing plant. Hakuna mashini inatengenezwa State House. Na expenses ya State House yote, hata ndege ile rais anaenda nayo ni ndege ya Air Force. Air Force fuels the planes, maintains them. Sasa hii ni kuweka pesa muende kuiba, kuanza kuonga watu, kuiba uchaguzi. One thing I want to tell Kenyans is this. Sisi, and this one I swear to you, this one, sisi hatuwezi kukaa tungoje uchaguzi uibigwe ili tuende kulia kwa Joe na press conference kusema vile uongozi uliibiwa. It will not work. So usituone hivi, tuko na mpango, and we are going to begin also training our people, preparing ourselves on how to manage the vote, kwa sababu I am not a fool, na nyinyi ni watu ambao mumeelewa. Kenya hii ukiangalia kila mahali, kura ya hii administration iko wapi? Hakuna kura. Sasa badala ya kupembeleza watu pole pole, and I thought this is common sense. If you want to be re-elected, that's not when you insult people.